mnadhiri wa Mungu. Kiumbe chochote chini ya jua amekiumba katika hali ya kupokea na sio kutoa. Mtu mmoja kwenye kitabu kile cha Matendo anaitwa Anania na Safira, wakakubaliana mume na mke kwamba tunatakiwa tutoe sadaka. Sadaka gani? Tunauza shamba. Kama shamba linauzwa milioni 5 au 10, yote tunapeleka wapi? Madhabahuni. Lakini wanakumbuka hatujaombiwa kutoa, tumeombiwa kupokea. Kwani tukisema tuwape nusu, walikuweko tu wakati tunauza. Huyu nasema hivi, wakachukua sehemu wakabaki nayo, alafu wakatoa sehemu chache. Kumbe Petro akajua na akawatamkia laana. Hakuna kitu kigumu kama kutoa. Mtoto mdogo yoyote aliyepo hapa, chochote unachokiona mundani ni cha kwake. Ukimnyang'anya na alia, maana unamnyang'anya chake. Na kwa sababu tumeombiwa kupokea, mtu yoyote na anapoonekana anatoa, anaonekana ni mtu wa tofauti, kwa sababu sio asili yetu kutoa. Kaini na Abeli si ndio waliotoa? Mungu akambariki Habili, akumbariki Kaini. Kaini alijisikia vibaya kwenye kutoa, kwa sababu hatujaombiwa kutoa. Kuna mtu akawa anafanua akasema vitu alivyotoa ni vile ambavyo pilipili kichaa, mnasoma pilipili kichaa ndio la kumpa Mungu, yaani vinono kaviweka. Pilipili kichaa kama ndizi si ya kusuro, tuwe tu mwishoni tutokosa afya, ndio wanavyompatia Mungu, kwa sababu hatujaombiwa. Kwa sababu binadamu tumepewa hali ya kuvimiliki vitu, kuvifanya vitu vya kwetu. Naelewa vizuri? Sasa kuna kitu ambacho Mungu anakiumba ndani ya mtu. Anapokiweka ndani ya mtu kinakuwa ni special kwa ajili ya kuviachilia vitu ambavyo moyo wako umevimiliki. Nikiwa na kitu ninapokiachilia inaitwa sadaka. Lakini kama sina kitu, lakini kile kitu kipo wapi? Kichwani. Ninapokiachilia kwa njia ya kukitoa. Ametuweka katika hali ya kupokea, ya kuvifanya vitu vitoke mahali fulani vije kwetu. Haleluya. Kwa hiyo ukiona kiatu kizuri, ukiona nguo nzuri, chochote unachokiona, moyo wako unakuambia mimi ndo nastahili kumiliki hiki. Kwa sababu tumeombiwa. Mtu ambaye anatoa anaonekana sio kawaida, amepingana na namna ya uumbaji wake ambao Mungu amemuumba. Watu wanamheshimu sana mtu wakigundua huyu ni mtoaji, kwa sababu anajua ana uwezo wa kucontrol hisia zake za kupokea. Kama una kitu, kile kitu kinakuwa ni cha kwako. Unapoamua kukitoa, kukiondoa kwenye umiliki wako, kwenye utawala wako, kinageuka kuwa sadaka. Haijalishi ni pesa au ni kitu cha namna yote. Lakini kinapoondoka mikononi mwako, kinaachiliwa kwenda kwenye mikono ya mtu mwingine, kinaitwa sadaka. Lakini kama hauna kitu, lakini kwenye moyo wako unasikia toa, lakini hilo kitu huna, unaamua ukitoa kwa njia ya kusema, ndio kinaitwa nadhiri. Ukimwekea Mungu nadhiri, usikaiwe. Mungu yuko makini sana na mtu anayeweka nadhiri. Ukimwambia Mungu ninahitaji nipate muda wa kutumikia, mtumikie kweli. Ukimwambia Mungu ninatamani niweke ratiba ya maombi, Mungu anatamani kuona kweli unakaa kwenye maombi, kwa kuwa Mungu haipo radhi na mpumbavu. Mpumbavu, nini maana neno mpumbavu? Mpumbavu ni mtu ambaye anajua kitu alafu anazuga kama vile ajui, anapuuzia. Hebu naomba nisome kitabu cha Zaburi sura ya 14. Anasema hivi, mpumbavu amesema moyoni mwake hakuna, wote wamepotoka, wote wameoza. Binti, Mungu akisha kuweka kuwa ni mnadhiri, tembea katika unadhiri huo. Kitu ambacho Mungu ameweka ndani yako usikichezee, kwa sababu kuna watu wako mbele wanakusubiri ufike. Mungu hayuko radhi na mpumbavu. Ukimwekea Mungu nadhiri usikaondoke. Lakini kama Mungu amekufanya kuwa mnadhiri, kuna mambo yako hayataenda sawa mpaka focus